Mungu. Sasa tumefika wakati watoto wanashindwa kwenda shule 6 decades after independence. Haya ni maneno mazuri kweli? Na ni kwa sababu pesa inaporwa na serikali, watu wanalipwa kila wakati, ni kila siku watu wanabebwa kwenda State House kupewa pesa. Ndio nasema tafadhali, hizo pesa ziwekwe kwa elimu, watoto wetu wapate capitation, watoto wetu wasome. Ama namna gani? Kwa hivyo wale viongozi wetu wa kitaifa ambao wanapenda kusema hivi hatuna mpango, tuna mpango. Tupee serikali tuwaonyeshe mpango wetu ni huu. Tutarudisha free primary education, tutarudisha free day secondary education, tutarudisha linda mama, tutarudisha afya, na tutaendelea na miradi ya serikali ya kuweka amani kwa nchi yetu. Na sisi tukipea serikali, hatutawaua watoto, hatutapiga watoto tiagasi na kina mama kwa kanisa. Hiyo ndio mpango wa nchi yetu hii ya Kenya. Kwa hivyo wakisema eti wao wako na akili nyingi zaidi, sasa mimi nashangaa, yaani uko na akili nyingi mpaka umeshindwa kuelimisha watoto, akili nyingi zaidi mpaka watu wanazunguka, hakuna dawa kwa hospitali. Mnakubali hiyo ni akili? Eti akili tuko na akili nyingi sana sisi viongozi, alafu mambo inashindikana tukionyesha hivi. Wananchi hata nyinyi mnakubali kweli hiyo ni akili nyingi? Hapana. Ninawaomba tafadhali, tushikane sisi wote pamoja, tusimame imara, tutetee katiba na tutetee nchi yetu ya Kenya. Na yale maneno yalikuwa yanafanywa Rigathi Gachagua last week, mpango wa hawa watu kuumiza huyu Rigathi Gachagua ni mpango wa kutuumiza sisi wote. Wanaanzia hapo, watakuja kwangu, waende kwa yule mwingine. Utakubali maneno kama haya? Ninaungana na wengine kusema sisi tumeungana pamoja, tunataka kuhakikisha kwamba serikali ndio sisi tunatii sheria na tunaheshimu sheria na tunaheshimu katiba. Lakini haiwezi kuwa eti sisi watu wa upinzani na viongozi wa upinzani ndio sisi are supposed to respect the constitution. Serikali nayo iheshimu sheria ama namna gani? Wasipoheshimu sheria, sasa sisi hakuna haja ya kuheshimu sheria ama namna gani? Na kama ni maneno ya kuleta goons, na polisi hawezi kututetea sisi, sitatubidi tujitetee. Wananchi mnakubali tujitetee? Hebu nionyeshe mikono wale wanasema kujitetea. Kwa sababu kama hawezi kututetea, tutatafuta namna ya kujitetea, na sisi tutajitetea na nyinyi wananchi. Tutakuja kwenu, tupange vile tutapanga, tuanze kujitetea. Lakini kwa sasa, hatua ya kwanza, tuhakikishe kwamba tunaheshimu sheria ndio, tunafuata katiba ndio, lakini wenzetu viongozi wetu wa kitaifa pia nao wafuate sheria, waheshimu katiba, wahakikishe kwamba ule uhuru tuko nao. Hatuhitaji idhini ya rais kuja hapa udhaa kusalimiana na nyinyi. Tunahitaji permission ya president. Tunahitaji idhini ya rais kwenda kanisa. Hatuhitaji idhini ya mtu kwenda kanisa. Kwa hivyo Rigathi hahitaji idhini ya mtu kwenda kanisa, hahitaji idhini ya mtu yeyote kuungana na sisi na kukaa na Wakenya wengine kuongea mambo ya maendeleo ya Kenya. Kwa hivyo sisi tutazidi kukaa pamoja na tutazidi kuungana na tutatembea katika safari hii kuhakikisha kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu tumepea Kenya serikali mpya mwaka ujao ambayo inajali wananchi kuliko hawa wangwana. Mnakubaliana na sisi? Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana. Tunaendelea vizuri. Niko na kiongozi wetu, ndugu wetu kutoka hapa Mlimani, the Honorable Justin Idan Muturi. Hello, Maya.
kwaibete umuthi kware na tukoturitana na andu mundu kwa mundu iruto gutire ama kwelelu